Kulikuwa na mwanamke mmoja aitwaye Neema. Neema aliolewa akiwa na ndoto nyingi, ndoto za furaha, amani na familia yenye upendo. Siku za mwanzo za ndoa yake zilikuwa kama hadithi za kusisimua. Kwa wiki mbili za kwanza, alihisi amepata kila kitu alichowahi kuota, lakini furaha hiyo haikudumu. Siku moja, mama mkwe wake aliugua ghafla. Kwa kuwa Neema na mume wake waliishi mjini, ilibidi mama huyo aje kuishi kwao ili apate matibabu. Pole sana mama, tutakusaidia. Ndiyo mama, asanteni sana. Ndani ya moyo wake, Neema hakupendezwa kabisa na uamuzi huo. Tangu akiwa mdogo, alikuwa amejijengea chuki kubwa dhidi ya wakwe. Kila siku alikuwa akimsikia dada yake mkubwa akilalamika, alivyonyanyasika, alivyodhalilishwa na mateso aliyopitia kwa wakwe zake. Maneno yale yalijenga hofu ndani ya Neema. Ukiolewa, wakwe ni adui. Hivyo basi, mama mkwe wake alipofika nyumbani kwake, Neema hakumkaribisha kwa moyo safi. Alimtazama kwa macho ya mashaka, hata kabla hajamfahamu vizuri, lakini mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Mama mkwe wake alikuwa mpole, mwenye heshima na upendo. Hata pale ambapo Neema angekosea, mama huyo ndiye aliyekuwa akinyenyekeza na kuomba msamaha ili kudumisha amani. Neema, unajua amani katika familia ni muhimu sana. Hata pale ambapo utakosea, jinyenyekeze na ombe amani. Nitajaribu mama. Asante kwa ushauri. Karibu mwanangu. Badala ya kumfurahisha, hali hiyo ilimchanganya zaidi Neema. Alijikuta akikasirika bila sababu. Alianza kuona kila kitu kibaya, hata pale ambapo hapakuwa na ubaya wowote. Kadri siku zilivyopita, ndugu wa mume wake walikuja kumsaidia kumhudumia mama yao. Nyumba ikaanza kujaa watu. Neema akahisi kama amepoteza uhuru wake. Kila jioni mume wake aliporudi nyumbani, alimpokea kwa malalamiko. Hakukuwa na siku iliyopita bila ugomvi mdogo au mkubwa. Mume wake alijitahidi kumvumilia, akimwomba awe na subira. Muda ukaenda, mwaka mmoja ukapita bila Neema kupata mtoto. Hapo ndipo hofu yake ilipozidi. Siku moja, alikutana na mtu aliyemwambia mama mkwe wako ndiye anayekuzia kupata mtoto. Maneno hayo yalichoma moyo wake kama moto. Alirudi nyumbani akiwa na hasira kali. Sikiliza, mama yako amefanya mambo mazito sana. Huu usitiani bajadi. Nino kwenu. Alizungumza kwa uchungu, lakini ndani yake kulikuwa na uongo mwingi. Uhusiano wao ulikuwa na matatizo. Siku moja, baada ya ugomvi mkubwa, Neema aliamua kuondoka. Alirudi kwa dada yake ambaye alimfundisha kuogopa ndoa. Alimweleza kila kitu akitarajia kuungwa mkono. Lakini safari hii mambesibi, dada yake alimsikiliza kwa makini. Sijui la kufanya. Ndio hiyo wasiwasi sana. Dada yake alimsikiliza kwa makini kisha akamwambia, Neema, usiishi maisha yangu. Ndoa yako si kama yangu. Lakini dada, sipendi kuwa peke yangu. Kila mtu ana wakati wake. Maneno hayo yalimshangaza sana. Badala ya kumtia moyo kuachana na ndoa, dada yake alimpa vitabu viwili. Lakini sio hivi nilivyotarajia. Kimoja kuhusu ndoa na kingine kuhusu some. Neema alivisoma ingawa mwanzoni hakuelewa, lakini polepole alianza kuona ukweli. Na kabla hata hajafanya uamuzi, jambo jingine lilitokea. Aligundua kuwa ana mimba. Habari hiyo ilimfanya akae chini na kufikiria kwa kina maisha yake. Alianza kujiuliza, je, kweli alikuwa sahihi? Hatimaye aliamua kurudi kwa mume wake. Mume wake alimkaribisha kwa upendo mkubwa, bila lawama, bila maneno makali. Hapo ndipo Neema alipoanza upya. Alibadilisha mtazamo wake. Akaanza kuona ukweli kuwa mama mkwe wake hakuwa adui, bali alikuwa mtu mwenye upendo wa dhati. Miezi Neema akajifungua mtoto mzuri, na yule mama mkwe aliyemchukia zamani ndiye aliyekuwa msaada wake mkubwa katika kumlea mtoto. Akiwa kwenye kiti cha magurudumu, bado alionyesha upendo usio na mipaka. Siku moja, Neema alikaa kimya akimwangalia mama mkwe wake, machozi yakimtoka taratibu. Akatambua kitu kimoja, alikuwa karibu kuvunja ndoa yake kwa sababu ya kuishi maisha ya dada yake. Usijenge chuki kutokana na hadithi za wengine. Kila ndoa ina safari yake. Ukileta hofu isiyo yako, unaweza kuharibu hata kile kilichokuwa kizuri.